Linatolewa godoro hapa. Ila hili godoro linaonekana ndani yake kama kuna pesa. Lakini sijui kama anayelitoa anatambua kama humu ndani kuna pesa. Binti akalitoa godoro mpaka nje. Sababu ni nini huyu bidada anatoa hili godoro nje? Akapita mpita njia mmoja. Hebu njoo hapa. Yule bidada akageuka. Una pesa kidogo nikuuzie hili godoro? Yule dada akasema mimi najua hauna hela wewe ombaomba. Njoo uchukue tu nakupa bure hili godoro. Yule bidada akaona mbona bahati ya mtende hii, nalala chini unanipa godoro zuri kama hili. Bidada akaja kulichukua lile godoro kwa sababu ameambiwa tu achukue bure. Alikuwa anatupa godoro akarudi ndani. Sasa hili nikiliangalia kuna sehemu kama limechanwa. Alafu kuna pesa zinaonekana zipo kwa ndani. Ni nani aliyeziweka hizi hela humu ndani? Na ni kwa nini hizi hela ziko hapa? Mimi sijui. Tuendelee na story. Kama ndo mara ya kwanza unapita kwenye hii channel, ukisikia hii sauti ujue ni yule mwamba wa Move Bank. Hii ni Move Bank 1. Kule Move Bank kuna series inakuja. So kama unania kunisupport mwanafamilia, utagusa kule. Nikiweka tayari nitakupa link hapa na utaenda kuangalia unyama ambao tayari ninao sasa hivi na kuandalia. Lakini huku ndo tutakuwa tukila recap kila kokecha. Hebu tuendelee na story yetu. Mwamba yuko na baba yake. Anamlalamikia kweli babake baada ya kumfuata huko ofisini kwake. Mzee, mbona uliniahidi alafu umefanya tofauti? Uliniahidi kama kuna pesa utanipa nikishaoa, lakini mwisho wa siku nimeoa alafu naishi maisha magumu kweli. Naishi kama ombaomba mitaa, watu maskini, mimi ndo nakaa kule. Mzee, unanisababisha hadi mke wangu ananiuliza maswali magumu na shindwa kujibu. Mzee anamwambia, kwani una haraka gani? Mwanangu, mimi nataka ujue kama ule mwanamke ni kweli anakufaa kwa maisha au ni mwanamke aliyefuata maisha yetu makubwa. Kwa hiyo wewe endelea kukaza, mimi nitakupa pesa nilizokuahidi. Dogo anasema, sasa mzee, mimi nateseka, mwisho wa siku hata mwanamke mwenyewe anaweza kaja kuondoka, umeniambia unanisaidia unisaidii, sasa hivi unataka mpaka nife au? Mwamba akachukua gari chapu, yani taxi, hata gari hana. Arudi nyumbani haraka. Ila anafika nakuta mwanamke kakusanya mabegi anaondoka. Huyu mwanamke ndio yule tulomuona amegawa godoro. Yaani manake alichokifanya, kagawa godoro, anakusanya mabegi anaondoka, maisha yameishia hapo. Mwamba anaanza kumbembeleza mkewe. Vipi? Mbona tena unafungasha mizigo? Kuna nini mke wangu? Unaondoka wapi? Nini kimetokea? Siwezi kuishi haya maisha. Mimi uliniahidi na ukaniambia kabisa nyewe kwenu ni matajiri na mimi najua. Kwa nini tunakaa kwenye hii mitaa kama ombaomba? Maisha gani haya? Kigodoro chenyewe tumetandika chini, hata kitanda hatuna. Naishi sina uhakika wa maisha. Hivi kweli wewe unaniweza kweli kunimudu mtoto mzuri kama mimi? Jamaa anasema ni swala tu la muda. Mbona kama unaenda spidi sana? Hebu nisikilize, tukae chini tuongee. Hatuwezi kukaa chini tukaongea. Likachukuliwa begi likawekwa, Mwamba akalitoa tena begi. Anataka wazungumze na mke wake waone namna gani wanayaweka sawa, kwa sababu kama issue ni maisha, kila mtu anatafuta. Kwa hiyo sio kesi au maisha anayotaka atapatikana tu, ni swala la muda. Mwanamke hataki kuelewa kabisa. Muda si mrefu babake na dogo akawa amesogea maeneo haya na akawa anaona vagi linavyoendelea kule. Mwanae anambembeleza mwanamke abaki, lakini mwanamke anataka aondoke kwa sababu hataki kuishi kwenye hizi shida. Maisha ni magumu sana, watakuja kumuua. Alitarajia mwanaume ana pesa, akiolewa anaenda kuishi Masaki au Oysterbay. Anashangaa tena huku Tandika, mimi nakuja kufanya nini huku? Tutakuja kuumizana, watu ni wengi jamani, napumua kwa shida. Mwamba akaona sio kesi kuendelea kumbakiza udada, ikawa ni ngumu. Bidada akaondoka. Baba akashuka kwenye gari akasogea kwa mwanae, akamwambia, pole sana kijana wangu, hiki ndo nilichotaka ukijue. Umeona, hana mapenzi ya dhati. Yule si mwanamke wa kweli. Yule ni mwanamke tu alojua wewe ni familia ya kitajiri, kwa akaja ili atumie pesa zetu. Sasa ni kama ni aina mwanamke unayemtaka, usiendelee kuwaza sana kwa ajili yake. Dogo akasema, sawa mzee, lakini wewe ndio uliosababisha haya yote. Mzee, uliniahidi kuna pesa utanipa siku ya ndoa yangu, lakini hukunipa zile pesa. Zile pesa zingetosha mimi kunibadilishia maisha. Mzee akasema, zile pesa mimi nilikupa. Mimi siwezi nikamwahidi mwanangu kitu alafu nikaongopa. Siku ya ndoa yako zile pesa nilikupa. Sasa kama ulinipa ziko wapi? Mbona sina? Ulinipaje? Si niliweka kwenye lile godoro nilokupa? Mimi sijakupa godoro kuanzia maisha. Ndani ya lile godoro nilitia zile pesa zote tulizokubaliana na nikakuahidi mwanangu nitakupa. Kwa hiyo chukua lile godoro, chana ndani kuna hela. Dogo anasema, godoro? Mzee, hebu ngoja kwanza. Godoro yule mwanamke si kaligawa lile godoro. Godoro kuna mtu ameshalichukua tayari hapa, sidhani kama kuna godoro. Hebu tumtafute mtu aliyochukua godoro. Kaondoka na utajiri wako. Ikabidi waingie kwenye gari waanze kuzurula, wanamtafuta mtu aliyepewa lile godoro. Ameondoka na utajiri wa Mwamba. Wamefika hapo akamwona mtu kabeba lile godoro. Ikabidi wasimamishe gari. Mwamba akashuka, dada samani dada yangu. Bidada akalishusha ile godoro, amsikilize huyu anayezungumza ni nani na ana shida gani. Samani dada, endapo kama utanirudishia ile godoro langu, nitakupa hizi hapa pesa. Hii hapa ni dola 100. Nadhani ni kama shilingi 200 hivi, 270. Kwa hiyo itakusaidia. Utaenda kununua godoro lingine jipya, nipe tu godoro langu. Mwanamke akasema, hili godoro sio la kwako, ni godoro langu mimi, nimepewa na
ndo litakalo ni stili mimi niwe nalalia, maana nalala chini. Jamaa akasema hii hela utaenda kununua jipi? Hapana, mimi sina shida na hela yako kaka, mimi na shida tu na hili godoro ambalo mimi nimepewa, kwa sidhani kama naliuza, hili haliuzwi, kama unataka godoro nenda ukanunue lingine. Jamaa akamsisitiza dada, hapana, unajua hili godoro alokupa ni mwanamke wangu, nimeshindwana naye, ameamua kugawa vitu vyangu pasipo kuniuliza, sasa mimi siwezi kuruhusu vitu vyangu enda akatumia mtu mwingine. Mimi naomba kama shida yako ni godoro, nikupe tu pesa ukanunue godoro nyingine, nirudishie tu godoro langu mimi lirudi nyumbani. Bidada akaona kama ni la kwako sio kesi, ikabidi tu ampe Mwamba godoro lake. Mwamba akasema basi chukua hii hela itakusaidia. Bidada akasema sina shida na hela yako, wewe chukua tu godoro lako, baki na hela yako. Bidada akawa amekimbia ameondoka, Mwamba akabaki ameshika pesa zake, ameshika na godoro lake. Anajiuliza huyu bidada vipi? Mbona hata pesa hataki wakati anaonekana kama ni ombaomba tu ambaye ana maisha magumu. Baba akamsogelea kijana wake na akamwambia, umelipata hili godoro, lakini huyu binti alikuwa na hili godoro mbona anaonekana kama ni mwema sana? Amekataa pesa? Anaonekana kama ana ubinadamu, ana utu. Mwamba akalichukua hili godoro, ikabidi alifunua aone anachokisema mzee ni kweli kuna pesa. Mwamba akifunua hapa kweli anaona kuna pesa zimejaa ndani ya godoro. Hakuwahi kujua kipindi chote kama kuna pesa ziko humu ndani. Mzee akasema huu ni mtego tu niliuweka, umjue kwanza mwanamke uliyemuoa mwanamke ni mwanamke wa aina gani. Binti amesharudi nyumbani kwa dada yake ambako ni ushuani kimtindo. Dada, mimi kweli siwezi, mwanaume mwenyewe amenioa ameenda kuniweka kule Tandika, mimi kukaa Tandika sijazoea, nimeshindwa kabisa, mimi nataka kuachana naye hapa, nimerudi mimi nataka kuachana naye, nishaondoka kabisa kwake. Dada yake akamwambia, wewe binti mbona kwa kama mpumbavu? Mimi nimekuweka kwa yule mwanaume, najua maisha yao, wale ni matajiri, babake ana pesa nyingi, isije kama umeingia tu kwenye mtego mdogo na umeingia mkenge. Wewe acha ujinga, yule mwanaume ni mwanaume ambaye ana uwezo wa kukubadilishia maisha na kukupa maisha mimi ambayo nilikuwa nataka mdogo wangu uishi maisha makubwa. Yule sio mwanaume wa kumwacha, ana pesa nyingi. Hamna dada, huo ni uongo, wewe tu ukufikiria vizuri. Nadhani ile familia haijui vizuri, mbona maisha tu ni magumu. Mimi nimekaa kwenye apartment za Tandika mpaka nimechoka, mimi kiukweli simtaki tena. Huko tukamalizana nako. Tukirudi upande wa pili, Mwamba ameamua kumtafuta yule bidada aliyompa godoro, maana baba yake alimsifia sana kuwa mwanamke anaonekana kama ana roho ya utu, ana ubinadamu. Kwa Mwamba leo ikabidi amtafute na kumkuta bidada amekaa hapa. Alivyokutana naye hapa, bidada alivyoshikwa akashtuka kweli, maana hakujua kama kuna mtu yote anakuja hapa. Mwamba akamletea kahawa bidada na wakaanza kuzungumza. Mbona unazurura ni vipi? Binti akamwambia alikuwa anaishi na mwanaume wake, lakini mwanaume wake anamtesa sana, anampiga kwa sababu yeye ana pesa, au binti ni wa kimaskini. Kwa ameona mwisho wa siku ni bora tu hawa anahangaika tu, anatafuta namna gani anaweza kaanzisha maisha yake mengine, japo hana namna yote ya kuanzisha maisha, maana hana biashara, hana pesa yote ya kufanya kitu chochote. Mwamba akamkaribisha ubidada mpaka nyumbani kwao, akampeleka bafuni, akamnunulia nguo zingine binti avae abadilike, asionekane kama ombaomba amevaa mikoti muda wote anazunguka, anaonekana kama ni mchafu. Huenda akapata hifadhi humu ndani wakawa wanaishi, maana hii nyumba ni kubwa na anaishi yeye tu na baba yake. Binti akaenda bafuni kuoga. Akiwa huko bafuni anaoga, baba akamwambia mwanae, unamjua huyo binti vizuri, kwani umemleta hapa ndani? Vipi kama ni mtu mbaya akaja akafanya kitu kibaya? Unajua usikukaribishe tu watu ambao hauwafahamu. Kijana akamwambia babake, mimi namuamini sana, sidhani kama anaweza kuwa mtu mbaya. Kikubwa naye pia anahitaji hifadhi, kwa hiyo tumpe hifadhi tuishi naye, tutampa kazi yote hata kutusafishia humu ndani ili tuendelee kubaki kuwa naye hapa nyumbani. Baba akaona sio mbaya madamu umesema, lakini kuwa makini. Sasa binti akatoka bafuni, ameshaoga na amebadilisha nguo. Bwana, kumbe bonge ya pisi. Binti ni mzuri kinoma. Mwamba alivyokuwa akimtizama anaona oh my god, kumbe una bonge ya nyashi na nilikuwa sioni, alafu sura imenyooka kweli. Mtoto ni mzuri kweli. Mwamba anavyomtizama sasa, hamtizami kama anaweza kawa mtumishi humu ndani, anamtizama kama anaweza akabadilisha mawazo, maana Mwamba muda si mrefu anaenda kuachana na mke wake, kwa hiyo huenda majeshi yakahamia upande wa pili. Mwanamke leo akarudi kuja kwa Mwamba kumwambia kuwa inatakiwa kama vipi watalakiane. Anafika anakutana na ile godoro aliyoigawa. Kuangalia kwenye hili tobo anaona kuna maokoto yako humu ndani. Mbona ile godoro lina pesa nyingi hivi? Mara ghafla yule mwanaume wake anatokea hapa. Alivyotokea akamwambia, ni vipi? Mwanamke akasema sawa, nimekuja hapa. Mwanaume akamwambia, sasa sikiliza nikwambie, kabla wewe hujaeleza shida iliyokuleta, mimi nataka unipe taraka ni saini. Niletee dokumenti za taraka ili mimi niweze kusaini ili kila mtu afanye mambo yake. Mwanamke akasema, kama unataka tutarakiane, unanipa nini kwanza ili nijue mimi nitanufaika na kitu gani endapo kama nitaachana na wewe Jose Daniel? Mwamba akamwambia, usijali, wewe unataka kitu gani? Mimi nataka unipe hili godoro. Kama utanipa hili godoro, mimi nitakubali kuachana na wewe na tutapeana taraka, kila mtu atafanya mambo yake. Mchizi akasema, sio kesi, godoro tu sio tatizo, wewe niletee karatasi. Binti anataka alibebe godoro aondoke nako.
lete karatasi kwanza za taraka, tukisha saini kila mtu tumeshaachana, utabeba godoro lako uondoke. Akamwambia oho, haina shida Jose Daniel, naenda kuongea na dada yangu, tunamuona mwanasheria na kuletea. Poa poa, haina noma, usiliguse hili godoro langu. Akamwambia hata usijali, mimi sitaligusa. Mwamba ameingia ndani huko anacheka, anasema wajinga ndio wali wao. Sasa kalagabao ingia kwenye 18. Mwanamke akamtafuta dada yake na kumwambia, dada, unajua lile godoro nimelikuta lina pesa nyingi sana, isije kawa ni zile pesa ambazo ule mzee alituahidi kwenye ndoa yetu kwa atatugea ndo aliziweka kwenye lile godoro. Binti akamwambia, mimi nilikwambia ule mzee ni bilionea. Unaona sasa, kumbe pesa zilikuwa zimewekwa kwenye godoro, muda wote mmelalia godoro. Ina maana wewe ukugundua kama kuna pesa unazilalia. Binti anasema, mimi sikugundua kitu chochote. Sasa inatakiwa tupeleke karatasi asaini taraka yake. Akisaini taraka yake tayari ndo shughuli imeisha, mimi na yeye tunakuwa tumeachana, na alichukua lile godoro alafu zina pesa. Jamaa hajajua kama kuna miela mle ndani. Poa. Kumekucha, Mwamba ukushuani anataka kuondoka. Bidada akajipinda jikoni kaandaa kitu chochote cha kufungua kinywa. Mchizi alivyoona akaona, nina miaka mingi kweli sijakutana na mtu ambaye anaweza kaniandalia vitu kama hivi asubuhi nikiwa naenda kwenye mitikazi. Hakika binti unafaa sana. Mwamba alienjoy sana na akafurahia sana uwepo huyu mwanamke kuwepo humu ndani. Anamfaa kinoma noma, yani ni wife material kabisa. Mlango unagongwa, mara anaenda kuufungua. Ile kufungua anaingia Mwamba mmoja hivi ambaye mchizi yeye hamfahamu, ila huyu bidada Alejandra anamjua huyu Mwamba. Mwamba anaitwa Po. Po alivyoingia akamwambia Alejandra, kwa unataka unikimbie? Unajua unaweza ukanikimbia kabisa ukanipotea nisikuone, si ndio? Binti anaanza kuogopa kweli. Huyu ndio huyo mwanaume wake alikuwa akiishi naye ambaye alikuwa akimtesa sana. Mwamba akasema, sasa sikiliza kijana, nimekuja hapa na sitaondoka mwenyewe, nitaondoka na huyu mwanamke. Anataka kumsogelea kumshika, Mwamba akampushi, hebu toka hapa. Sikiliza, huyu mwanamke sio miliki yako tena kuanzia sasa hivi. Sikiliza, huyu mwanamke hayuko na wewe wala sio mpenzi wako wala sio nene. Huyu mwanamke yuko na mimi. Na kweli mwanamke alitia huruma kweli, Mwamba akatimuliwa hapa akaondoka. Mchizi kabidi amtulize mwanamke, usijali, mimi hili nitalimaliza. Huyo mtoto mdogo sana hawezi kusumbua kabisa. Mimi namuogopa kweli, alishanitesa, ananinyanyasa kweli, mimi simtaki tena kwenye maisha yangu. Jamaa akamwambia, usijali mchumba, uko na mimi, acha kuogopa, yani vitu vidogo hivyo. Mwamba akamkumbatia sana mchumba kumliwaza. Mara mlango unagongwa, anaingia yule mke wake ambaye wanatakiwa kutarakiana naye. Mbona umemove on haraka hivyo? Yani tayari umeshapata na mpenzi? Mwamba akamwambia, hilo alikuhusu, hebu fanya kilichokuleta. Ziko wapi hizo karatasi? Mwanamke akazichomoa hizo karatasi, Mwamba akazichukua, alafu akasaini. Baada ya kusaini, kwa hiyo nachukua godoro langu. Sawa, kachukue. Mwamba akabaki na mchumba na akamwambia, sasa unaona mimi si mume wa mtu tena, kwa niko huru hata kukuoa. Wakakumbatiana, yani Mwamba anataka ajiweke kwenye hii bebe, maana ameielewa kinoma noma. Hawa wamelikokota godoro mpaka nje ya nyumba. Humu kuna hela. Tuziona hizo hela. Wakalichana godoro na kisu azitoe hela. Kulichana kweli, kufunua hiki kitambaa, hela hizi hapa za kutosha, $100 100 ya kutosha imejaa. Wakapiga makofi kweli, hao wanatamaa ya hela hawa. Wakaanza kuzitoa, oh my god, tumetajirika. Kumbe Mwamba kawachezeshea bwana. Hizi hela zote ni fake. Dada akaanza kukasirika kweli. Wewe ni mpumbavu, haukujua kama hizi hela ni fake. Ona sasa tumeacha mbachao kwa msala upitao. Unaona vitu vyote vimepotea. Utajiri ambao ulikuwa unatakiwa upate umepotea kwa sababu ya tamaa zako za kijinga. Ina maana ulikuwa una akili hata kidogo ya kufikiria. Ona sasa tunafanyaje? Dada wewe ndio ulonishauri. Uliniambia kabisa nikimpa talaka tukiachana tunachukua hizi hela na tutafanikiwa. Usitaki kunilaumu. Mara babake na Mwamba alikuwa anarudi nyumbani akawakuta hapa wanatupiana milawama. Akacheka sana akamwambia, huo ndio ulikuwa mpango wenu? Sasa mbona mmekuwa mapadogo sana? Unajua mzee tena usiongee kitu chochote. Wewe mzee ni mtu mbaya sana. Unajua kabisa mdogo wangu anastahili kupata urithi, na yeye pia anatakiwa apate share kwenye hii nyumba kwa sababu yeye ni mke wake, alikuwa mke wake. Mzee akasema alikuwa mke wake. Sasa kama alikuwa mke wake anapataje share ya mwanangu? Na wamekubaliana kuwa wanagawana godoro. Chukueni godoro muondoke, tayari taraka ishapita, huyu si mko wangu tena wala simfahamu tena. Utanisamee. Mzee akaondoka. Mwamba ameshachukua ile bebe, tayari wanafanya maandalizi yao ya kutaka kufunga ndoa. Mwamba anazunguka tu na mchumba wake sehemu tofauti tofauti huku wanazungumza. Mara Po huyu hapa akawaona, nyie mnapata hapo ujasiri wa kutembea na mwanamke wangu hivyo barabarani huko mmeshikana, mnapigana mabusu kabisa. Mzee, kwani unataka kitu gani? Mbona kama unatufuatilia? Jifunze kumove on. Huyu mwanamke hakutaki. Mimi siwezi kumove on kwa mwanamke niliyempenda. Mwamba kachomoa chuma. Sasa sikiliza, bora nikupoteze uhai wako kuliko kukushuhudia unapata mwanaume mwingine na unaishi maisha ya raha. Wakati Mwamba hajafanya anachotaka kukifanya, mara polisi walikotokea sijui ni wapi. Polisi wanazurura tu ovyo. Mwamba kawekewa chuma huko chini ya ulinzi. Kapiga magoti moja kwa moja mpaka Segerea. Na huu ndo mwisho wa mzigo wetu. Ukiachwa achika. Mwanamke hakutaki, upo unang'ang'ania tu mpaka unataka kupanga njama za kutaka kumuua tu ili mradi aliyempata asifaidi. Inakuhusu nini? Ulimuumba, ni wa kwako huyo.
Hebu acha maisha mengine yaendelee. Mwanamke ukiachika achika, na mwanaume ukiachwa achwa. Acha kuleta mapepe, wanawake ni wengi. Baki na mimi, naitwa John na hii hapa ni Move Bank. Bye bye.